Wapo wapi mashujaa? Tunaelekea kwenye upandaji wa miti, halafu baadaye tutarejea hapa mbele. Zoezi hili la kitaifa na serikali inasema nasi wimbo una historia yake, ndiyo maana tunarejea hapo. Karibuni sana vijana. Sasa tunaomba tuongozane moja kwa moja tukafanye hiyo program, baadaye tuweza kuendelea na ratiba nyingine. Angalia kamera wewe.
matunda haya ya migomba kamati ya mapokezi naomba usogee huku pamoja na grupu lako. Wanashamba yuko wapi? Wanashamba Mwana wenye untawe. tosha.
Upendo wa Mungu Yesu ni wa ajabu sana, kuacha mbingu kuja kunifia mwanae wa dhambi. Namuimbia Mungu wangu leo, kwa kuwa alinifia msalabani, mtu ambaye alitakiwa kufa milele na milele. Namuimbia Mungu wangu leo, kwa kuwa alinifia msalabani, mtu ambaye alitakiwa kufa milele na milele. Kufa kwa Bwana wetu Yesu pale msalabani kulitupa hakika kwamba wote watakaofuata amri zake watapona. Namuimbia Mungu wangu leo, kwa kuwa alinifia msalabani, mtu ambaye alitakiwa kufa milele na milele. Namuimbia Mungu wangu leo, kwa kuwa alinifia msalabani, mtu wa kufa milele na milele. Kufa kwa Bwana wetu Yesu pale msalabani kulitupa hakika kwamba wote watakaofuata amri zake watapona. Namuimbia Mungu wangu leo, kwa kuwa alinifia msalabani, mtu ambaye watasimama hawatatikisika, milele watasimama hawatatikisika, wajapokufa matendo yao yatahubiri, wajapokufa matendo yao yatahubiri, milele watasimama hawatatikisika, milele watasimama hawatatikisika, wajapokufa matendo yao yatahubiri, wajapokufa matendo yao yatahubiri.
watasimama, hawatatikisika. Milele watasimama, hawatatikisika. Wajapokufa, matendo yao yatahubiri. Wajapokufa, matendo yao yatahubiri. Milele watasimama, hawatatikisika. Milele watasimama, hawatatikisika. Wajapokufa, matendo yao yatahubiri. Wajapokufa, matendo yao yatahubiri. Nitatu
sana. Mmependeza, mmeupamba mkutano. Angalia hata upande wa kusini. Tunao waimbaji Bariadi, rangi ya ukwaju. Rangi ya ukwaju inapendeza kwa kweli. Akiwemo na Mahaza. Haleluya. Bwana awabariki sana. Alafu pembeni yake akiwepo Shimba. Memwona? Shimba punga mkono. Akifuatiwa si mwingine mwenyekiti wa kwaya Daniel punga mkono. Haleluya, mbarikiwe sana. Hapa nilikuwa ninatizama kanjia kalikuwa kanaingilia hapa hivi kwenye hichi kisima, tunaingia hapa. Kanisa lilikuwa hapa la matofali fulani hivi, viti vilikuwa vya matofali. Tunakaa, tukifika tunaangalia suti tulizovaa, lakini tunaangalia viti ni vya matofali. Tunakaa kumwabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ziko nyimbo nilizotunga, lakini kuna wimbo fulani hivi taweza niukumbuke kidogo, mtanisaidia kidogo. Nitainua macho yangu aliyenifia msalabani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sasa leo Nyangokolo mmeshuka na kifaa, mmeshuka na kitu. Bariadi bwana. Bariadi yetulieni kwanza. Wacha nicheze na hawa. Mmeshuka na kifaa fulani hivi. Ili mwalimu wa kwaya yuko hapa. Mmeshuka na kadude fulani hivi. Milele, milele watasimama. Kuna wakati na furahi sana. Hakuna furaha kubwa kama kumtumikia Mungu katika maisha. Nilikuwa nafanya effort moja mahali kule Kahama. Nikiwa nimefika wakati wa wito sasa watu waje. Kabla sijasema neno lolote, alitokea mama mmoja mzee, tena mjane kabisa, anatembea kwa shida. Anakuja pale mbele yangu akihisi kwamba atakapokuwa amefika kwangu shida zake zote zitakoma. Nikamwambia yuko Mungu anakwenda kukushika wewe, na shida zako zote zinakwenda kukatika mara. Niliongea kama nabii. Yule mama baada ya siku chache alichukuliwa na watu fulani hivi. Walivyomchukua akasema, wewe utaenda kulea watu wetu kule Swaziland, wale wazungu wale. Yule mama mzee, lakini akapata ufadhili akapelekwa Swaziland. Kwa sababu alitembea. Kwa nini? Je, unayo imani hata ndogo ya kwamba hili dude linakwenda kujaa fedha? Ukiogopa, ogopa mwenyewe. Bwana asifiwe. Mimi siogopi. Tunakula hela ngapi katika dunia? Ziko nyakati unakaa unaangalia pesa inavyoteseka. Watu wanaitafuna kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka asubuhi. Ni wakati wa kula fedha. Anasema ukimuuliza mbona unatumia fedha kama hivi, anakuambia ninaipiga faini kwa sababu ina miaka mingi imenichenga. Bwana asifiwe. Leo hii nataka nikupe raha ya maisha. Hebu sogea kidogo kiakili. Toka pale ulipokaa, kidogo rudi nyuma, halafu anza safari upya, hatua 3 mbele. Kwamba leo, anzia jana, leo na kesho. Unatengeneza nini kesho yako? Unaitengenezaje? Nilipopata neno hili nikamwambia mke wangu, unajua tumeombwa kuwa wageni rasmi Nyangokolo. Mke wangu akashtuka akasema, la. Ulisemaje? La. Sisi ni nani hata watu watoke Bariadi, watoke Nyangokolo, waje Maswa, waje Shinyanga, waje Tinde, waje Isaka mpaka Kahama. Tena sio Kahama mjini, utoke kama kilomita 1 ndio unipate mimi Nyahanga. Katikati kuna nini? Katikati kuna nini? Watu wa Nyangokolo nikakumbuka. Katikati yake kuna upendo mkubwa mlioujaza katika mioyo yenu. Na mnakumbuka vile Pastor Mkwabi alifanya katika eneo hili. Na mimi ninasema rasmi kuanzia leo asiamini aache. Kazi ya Mungu nitaifanya mpaka na kwenda kaburi. Ninamuona shujaa Pastor Mkwabi amelala pale.
Yule mzee nampenda sana, nyinyi ni mashahidi. Mnajua yule mzee alipokuwa akitupenda sisi, lakini mimi mnajua nilipokuwa nikimpenda. Leo hii nitoke katika njia alizopita, mimi ni nani? Na hata nitoke katika zile njia. Na wakati ni wimbo fulani ukiimbwa na kwaya Nyangokorwa, machozi yanatoka. Hatari. Mauti ni mbaya. Kamchukua babangu. Mauti ni mbaya sana. Sitaki kuisikia. Mauti sitaki hata kuiona. Sitaki. Kwa sababu inawabeba watu muhimu katika umuhimu wao. Bwana asifiwe. Sitaki mauti. Lakini kwa sababu ya dhambi tulizoziweka sisi wanadamu, ndio maana tunakufa. Lakini ninayo furaha kubwa. Iko siku moja nitakapoifanya kazi ya Mungu, nitakutana na baba yangu pale juu. Ndio maana kuna wakati nakuwa jasiri sana. Nakuwa jasiri. Saa itafika, Yesu atarudi mara ngapi? Nitakwenda kukutana na baba. Nitakutana naye. Pembeni pale akiwepo mama yangu, nitawakuta. Na imani kubwa nitawakuta. Leo tumekuja kufanya kazi moja tu leo. Kazi gani? Kazi moja tu. Nilipofika hapa mke wangu akaniuliza kwamba nilidhani wameongeza, wanataka kujenga kanisa na msingi upo. Nikamwambia bado. Mvua nayo inataka kuja. Nisihubiri sana, maana mwisho nitasema twende mtoni tukabatizane. Leo tunafanya kazi moja. Mke wangu akasema haiwezekani, nina jambo la kusema hapa. Tuanzishe ujenzi wa kanisa hapa nyumbani. Akasema niko tayari. Na watoto wangu wako hapo, wakasema tupo tayari baba. Tutaanzisha ujenzi wa kanisa. Na leo lazima, kabla sijaanza kutoa fedha hapa, familia yangu itatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kanisa jipya. Kanisa la kiwango, sio hili ninaloliona. Hatutaweza kukubali. Nataka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mpate njozi wazee wa kanisa. Tutaweka tripu za mawe za kuona, sio za kutafuta. Tutaweka tripu za mchanga za kuona. Tutaleta tofali hapa za kutosha. Iko saa itafika, tutaulizwa ulifanya nini? Utakosa majibu. Na kwa sababu saa imefika, tuanze changizo letu. Na kwa sababu saa imefika, tunakwenda kuanza changizo letu. Niliona nikupitishe mahali fulani, uone uwepo wa Mungu katika maisha yako. Na utakapokuwa umeuona uwepo wa Mungu katika maisha yako, uanze kupanga kubadili gia angani. Kile ulichokuwa umefikiria kwamba ni wahali unanati magani hoi, uhame katika hayo mawazo. Badilisha gia ili tuende sawa sawa. Hata mimi nilipokaa nikaona uimbaji wa Bariadi umeimba. Vijana pale wameimba vizuri, mtaimba tena hapa nyimbo. Mmeimba vizuri sana. Mvua inakuja. Watu wa Mlimani, niwashukuru, mmeimba vizuri sana. Bwana wabariki sana. Na wengine wote wageni